Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ninaamini ulishakitambua kwa kitambulisho hicho. Sasa tumsikilize mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo ambaye atatubariki na neno la Mungu. Karibu msikilizaji. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha Neno. Fungua moyo wako upokee neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 6 kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 13. Mhudumu wetu ni mchungaji Geoffrey Wanjala Munielo. Hiyo ni baada ya wimbo ufuatao. Yesu kwetu ni rafiki, haja zote hujua. Tukiomba kwa babaye, maombi asikia. Twajitweka vibaya, kwamba tukimwomba Mungu dua atasikia. Dhiki na maonjo, una mashaka pia, haifai kufa moyo, dua atasikia. Hakuna mwingine Siku ni hii aliyoifanya Bwana Mungu, nami najua kwamba umebarikiwa, maana utalisikia neno lake. Neno hili ndilo uzima wetu, maana latuongoza kwa jinsi ya kuishi. Karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Warumi, somo letu likiwa kwenye sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 13. Kwenye sura ya 5 tuliona na kujifunza jinsi tulifanyika kuwa wenye dhambi katika Adamu, lakini tukapokea utakaso kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa Adamu kwa kiongozi na mwanzilishi wa jamaa ya mwanadamu, alilotenda lilituadhiri, ila kuna kiongozi mwingine aliyekuja, naye ni Kristo Yesu. Huyo alileta uzima na haki, na kwa kila amwaminie yeye huondoa hatia na hukumu ya dhambi juu yake, na pia huanzisha kazi njema ndani yake, yaani ya kumtakasa na kumfanya huyo muumini kuwa kama alivyo. Kwenye sura hii ya 6 tutajifunza kuhusu utakaso tulioupokea kutoka kwa Bwana. Na tukinena habari ya utakaso, ni vyema nigusie kwamba kuna tofauti kati ya kuhesabiwa haki na utakaso. Maneno haya mawili ni vyema kila mtoto wa Mungu kuyajua na kuyafahamu viwavyo. Rafiki, kuna tofauti kati ya kuokolewa na kuwa jinsi Mungu ataka tuwe. Kujitambulisha na Kristo katika kuhesabiwa haki ni msingi wa utakaso au kutengwa kwa ajili ya Mungu. Kuhesabiwa haki ni msingi wa kila kinachohusu utakaso. Kuhesabiwa haki pia ni tendo atendalo Mungu, na utakaso ni kazi au matendo akuwezeshayo Mungu kutenda. Ulipomwamini Mungu kwa njia ya Kristo, ulihesabiwa haki. Hatia yako ya dhambi iliondolewa. Kisha
Mungu alianza kufanya kazi ndani yako inayoendelea na itaendelea katika maisha yako yote. Naamini katika wokovu wa mara mtu anapomwamini Kristo, ila utakaso ni jambo linaloendelea katika maisha. Kwa lugha nyingine, kuhesabiwa haki ni njia, nao utakaso ni kituo cha mwisho. Kuhesabiwa haki ni kwa ajili yetu, nao utakaso u ndani yetu. Mwenye dhambi huhesabiwa haki, nao utakaso humfanya kuwa mtu mwenye matendo ya kumpendeza Mungu. Kuhesabiwa haki huondoa hatia na hukumu ya dhambi, nao utakaso waondoa hali ya kukua kwa dhambi maishani mwetu na hutupa nguvu ya kushinda dhambi. Rafiki yangu, Mungu huturembesha ndani na nje. Kwa habari ya nje, hutuwezesha kusimama mbele yake, kwa kuwa amelipia gharama ya kuondoa hatia na hukumu ya dhambi juu yetu kwa hayo aliyotutendea Kristo pale msalabani. Na ndani ya mioyo yetu hututakasa kwa nguvu za Roho Mtakatifu ili kutufanya kuwa kama apendavyo. Kuhesabiwa haki na utakaso ni jambo linalotokana na kuwa katika Kristo, yani huyo aliyekufa na sasa yu hai milele hata milele. Mwenye dhambi humpokea Kristo kwa imani ili apate wokovu na utakaso. Hili ndilo tuambiwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 30. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kufikia sura hii ya 6, mtume Paulo haneni lolote kuhusu maisha ya utakatifu ya muumini. Sasa atanena kuhusu wokovu alioutenda Mungu katika maisha ya waumini. Katika sura hii atuonyesha na kutufunza kwamba Mungu aliyewaokoa wenye dhambi kwa kuhesabia haki aweza kuwafanya kuwa wenye matendo yanayodhihirisha uwezo wake wa kutakasa. Zaidi ni kwamba aonyesha kuwa hao aliohesabia haki hawawezi kuendelea kutenda dhambi kama desturi, kwa kuwa walikufa na kufufuka pamoja na Kristo. Kuendelea katika dhambi humfanya mtu awe mtumwa wa dhambi, nayo hiyo ndiyo sababu nyingine ya kutotenda dhambi kwa kila muumini. Kwa hili nina maana kwamba mara mtu anapomwamini Bwana Yesu Kristo, mara moja hufanyika kuwa mtumwa wa Kristo. Hiyo ni iwapo tu atajitoa kwake Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akizungumza kwenye hicho kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 8, alinena na kusema kwamba huyo mnayejitolea kwake, huyo ndiye Bwana, nanyi ndinyi watumwa wake. Kwa hiyo mtu anapojitolea kwa dhambi, basi dhambi huwa mtawala wake, lakini mtu anapojitolea kwake Kristo, Yesu ndiye mtawala wake au Bwana wake. Muumini anayo asili mpya, nayo shauku lake kuu ni kumtii Mungu, wala si kuendelea kutenda dhambi. Sehemu hii ya maandiko yaondoa hali ya mawazo ya leo kwamba muumini aweza kutenda kama apendavyo. Kuungana na Kristo katika mauti, ndugu msikilizaji, pamoja na ufufuo wake, ina maana kwamba yeye ni Bwana maishani mwetu. Atupa uhuru, lakini si wa kutenda kama tupendavyo, ila ni lazima kutenda kama apendavyo, kwa kuwa tumekuwa watumishi wake au watumwa wake. Neno lafungua sura hii ya 6 kwa kusema hivi kwenye aya ya 1: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Paulo kwenye maandiko haya afunza kwa njia ya kuuliza maswali na kuyajibu. Hakuwa akifanya mjadala kuhusu dhambi, bali asema moja kwa moja kwamba sisi ni wenye dhambi. Kwa swali hili auliza kwa njia ambayo ni lazima iwe na jibu moja tu, nalo hilo ndilo tuliona kwenye aya ya 2 inayosema hivi: hasha, sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Kulingana na hili tulilolisoma, twaona kwamba Paulo alijua kuwa kuhesabiwa haki hakuwezi kumfanya mtu kutenda mema. Kuhesabiwa haki ina maana kwamba ile hukumu na hatia ya dhambi imeondolewa, lakini si nguvu au uwezo wa dhambi. Kadri ya tutakavyokuwa tukiendelea kujifunza, tutaona jinsi atakavyonena habari ya nguvu ya dhambi. Rafiki, iwapo Mungu amekuhesabia haki na kuondoa hatia ya dhambi juu yako, huwezi kuendelea kutenda dhambi. Jibu la mara moja ni kwamba hasha, sisi tulioifia dhambi, tutaishije tena katika dhambi? Maandiko haya kama vile yalivyo yatufunza kwamba tulikufa pamoja na Kristo alipotuwakilisha kwenye ule msalaba, na katika tendo hilo tuliifia dhambi katika Kristo, lakini hatujafa kwa dhambi. Mtu mwenye kweli katika moyo wake atakwambia kwamba hajafikia hapo pa kusema kuwa ameifia dhambi,
Kwa lugha nyingine, kila mmoja wetu atambua kwamba hatujafikia kiwango tunachotaka kuishi kwa Mungu, kwa kuwa asili ya kale au dhambi ingali ndani yetu. Kwenye aya ya 3 hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Msikilizaji, iwapo kuna andiko ambalo limekosa kueleweka vyema, ni hili hapa. Katika andiko hilo, iwapo utayaona maji, utakuwa umekosa maana yake. Hili najua laibua swali ya ubatizo anenao Paulo. Ubatizo huu sidhani kuwa anena kuhusu ubatizo wa maji, bali anena kuhusu hali ile ya kujitambulisha na Kristo. Tulibatizwa au kujitambulisha na Kristo katika mauti yake mara tulipomwamini. Hili ndilo lipo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13 unaosema hivi kwa sehemu: kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi. Ndugu yangu, tulibatizwa katika mauti ya Kristo, kama vile mtume ataelezea kwenye aya inayofuatia. Katika hili Paulo asema kuwa kuna mambo matatu ya kimsingi kuhusu utakaso. Mawili kati yake ni yale yaliyotendeka katika Kristo au aliyotutendea Kristo, na nyingine ni hilo tunalotenda sisi. Mawili hayo ni mambo tunayohitaji kuyajua vyema. Hii ni kama vile unaponunua kitu fulani. Katika furushi hilo utapata maelezo ya kutumia. Rafiki, maisha ya Kikristo ina umuhimu sana kiasi cha kuwepo maelezo ya jinsi ya kuishi. Kati ya hayo tufaayo kuyajua ni kwamba Kristo alikufa yapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita, nasi tulihesabiwa kuwa naye wakati huo. Mtume kwenye aya ya 4 aendelea kusema hivi: basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mpendwa, kama vile tulihesabiwa kuwa tulizikwa pamoja naye, ndivyo tuhesabiwa kuwa tulifufuka pamoja naye hapo alipofufuka. Leo hii wewe nami tumeunganishwa na Kristo aliye hai. Kwa lugha nyingine, katika aliyotenda Kristo, dhambi zetu zilihukumiwa juu yake, na alipofufuka tulifufuka naye, na sasa tumeketishwa naye katika ulimwengu wa kiroho. Nami nakujulisha hivi, msikilizaji wangu, ya kuwa dhambi zako yawezekana kuwepo katika sehemu moja au nyingine. Sehemu ya kwanza ni kuwa dhambi zako Kristo alizichukua pale msalabani, au sehemu ya pili, dhambi zako zi juu yako, na vivyo hivyo hukumu ya Mungu ya kusubiria pia. Hakuna sehemu ya tatu uwezayo kuweka dhambi zako, maana hauwezi kuweka dhambi zako juu ya matendo yako mema au mengine ambayo watu wakusifia kwayo. Ni lazima iwe tu kwamba dhambi zako zi juu yako, na hukumu ya Mungu pia iwe juu yako, au dhambi zako zi juu yake Kristo, na hivyo amani na uzima kuwa juu yako kutoka kwa Mungu Baba aliyetupenda upeo. Katika hili tuona kwamba tulibatizwa naye katika mauti. Hii ndiyo sababu ya ubatizo wa maji kupata umuhimu wake, kwa kuwa ni ushuhuda kuwa tumeungana na Kristo. Je, Petro alikuwa na maana ya nini kwenye sura ya 3 ya mstari wa 21 wa waraka wake wa kwanza akisema kuwa ubatizo watuokoa? Kwenye aya za kutangulia anena kuhusu Nuhu na jamii yake na jinsi walipita katika maji ya hukumu walipokuwa katika safina. Waliokuwa nje ya safina, hao ndio walikufa maji na si waliokuwa ndani. Hao waliokuwa ndani ya safina, kwa hiyo Petro awataja kuwa waliokolewa kwa ubatizo. Neno hilo ubatizo kwenye aya hii halina maana ya ubatizo wa maji, bali ni hali ile ya kujitambulisha na safina. Walimwamini Mungu nao wakaingia katika safina. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo Mungu hututazama katika Kristo Yesu. Yesu alipokufa pale msalabani, nilikufa pamoja naye, na alipofufuka, nilifufuka pamoja naye. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja aaminie. Hii ndiyo kweli kuu katika maandiko kuhusu wokovu tulio nao katika Kristo Yesu. Hebu tugeukie aya ya 5 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Hebu sikiliza: kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Rafiki yangu, kwa kuwa tuliunganika na Kristo katika mauti yake, ndivyo tutaunganika naye katika ufufuo. Hasa twashiriki katika maisha na uzima wa Kristo kama matawi yafanyavyo mzabibu. Kristo ndiye uzima wetu.
Hili lililoko kwenye aya hii si jambo litakalotendeka katika siku za usoni, bali ni jambo linalotendeka katika maisha ya kila mtoto wa Mungu siku baada ya nyingine, kadri ya vile tuendelea kujitolea kwake. Hii ni kusema kwamba kama vile tuliunganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika twaunganika naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Kwa hiyo kutokana na imani yetu katika Kristo twaishi katika nguvu za ufufuo. Hili ndilo neno la Mungu latuambia pia tunaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 hadi 20, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Ndugu msikilizaji, hali yetu ya kuishi twategemea nguvu za ufufuo wake ili kuishi jinsi anavyotaka tuishi. Ndiposa neno latuambia kwamba twaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, yani twaishi maisha yanayompendeza Mungu kwa uwezo wa nguvu zake Mungu. Neno kwenye aya ya 6 latuambia hivi: mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa ufahamu wa yote haya, mtume Paulo hasemi kwamba utu wa kale au asili ya dhambi ndani yetu imeondolewa, ila ufahamu wa yote aliyoyatenda Kristo ni msingi wa kufanya mwili usiwe na biashara ya kuendelea katika dhambi, yaani huo mwili wa dhambi ubatilike. Kwa lugha nyingine, ndugu msikilizaji, haimfai mtoto wa Mungu au muumini aendelee kuwa mtumwa wa dhambi tena. Hii ni kwa kuwa yote aliyoyatenda Kristo ilikuwa ni kubatilisha kazi ya dhambi katika maisha ya kila anayeamini. Tunapogeukia aya ya 7 na ya 8, neno la Bwana latuambia yafuatayo: kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini kuwa tutaishi pamoja naye. Haya ndugu yangu, ndiyo yalitendeka katika maisha ya kila muumini au aaminie. Iwapo tulikufa katika Kristo, tuamini kuwa twaishi naye na tutaishi naye baada ya maisha haya. Leo hii twaishi katika upya wa maisha, maisha ya ufufuo. Hata tukifa tutafufuka tena na tutaishi tena. Kwenye aya ya 9, hili ndilo neno latuambia: tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Hili ndugu yangu ni jambo tunalohitaji kujua, kwamba Kristo yu hai. Iwapo kuna jambo linaloweza kukutia moyo na kukuwezesha uendelee kumtumaini Bwana, ni ufahamu ya kuwa yule unayemwamini hayuko kaburini. Kaburi lake li wazi, li tupu, na yeye mwenyewe yu hai kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, akitufanyia maombezi. Isitoshe, amemaliza kazi yote ya kutufanyia utakaso, sawa na vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 1 kuanzia mstari wa 1 hadi ule mstari wa 3, unaosema hivi: Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Ndugu yangu, huyo ambaye habari zake twasoma hapa ni Bwana na Mwokozi wako Yesu Kristo, ambaye wahitaji kuendelea kumtumaini, kwa kuwa alimaliza kazi ya utakaso, nawe hauna hofu yoyote ile ya kuwa utahukumika mbele zake Mungu. La hasha, wewe uliyemwamini haupo chini ya hukumu tena, kwa kuwa Kristo alikwisha kufanyia utakaso huo. Na neno hilo kwa kusema kuwa ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, ina maana kwamba amemaliza kazi yote na kazi yake imekubalika mbele zake Mungu. Furahia na kushangilia, kwa kuwa Bwana ni Bwana, naye amekutendea mambo makuu ambayo hakuna mwingine angelikutendea. Yeye mwenyewe asema hivi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17 na 18. Hebu sikia: mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama,
ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Ufufuo, ndugu msikilizaji, wafungua na kutufunulia umilele wa Kristo, na ndivyo itakavyokuwa kwa kila mmoja anayemwamini. Wewe uliyemwamini Kristo, endelea kuishi kwa imani hiyo, maana huyo unayemwamini si wa siku chache, yeye ni wa milele, tena ndiye mzee wa siku. Aya ya 10 yatuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 6: maana kwa kule kufa kwake aliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amuishia Mungu. Huyo Bwana wetu alikufa mara moja kwa ajili ya dhambi, na sasa yu hai. Himizo ni kwamba yu hai ili kutufanyia maombezi, kwa kuwa sisi tu wake. Ni kwa sababu hiyo ndiposa aweza kuwaokoa wote kabisa wanaomwamini. Je, wahitaji mwokozi leo? Wahitaji mkombozi? Mkombozi yupo, mwokozi yupo, naye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, masihi wa ulimwengu wote. Nayo aya ya 11 yatuambia yafuatayo: vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi, na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Hili tulisomalo, mpendwa, ndilo twahitaji kufanya kila mara, kujihesabu kuwa wafu kwa dhambi, lakini hai kwa Mungu. Ni lazima kujihesabu kuwa utu wetu wa kale ulikufa na kulazwa katika kaburi la Yusufu wa Arimathaya, hapo alipolazwa Kristo. Naye Kristo alipofufuka, tulifufuliwa pamoja naye kusudi tuishi katika upya wa maisha. Kwa sababu hiyo twasoma hivi kwenye aya ya 12: basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Katika hili tulisomalo hapa, ni lazima kuelewa kwamba msingi wa dhambi kutotawala ndani ya miili yetu ni kujihesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ndugu yangu, kwa kuwa mwili una tamaa zake, na tamaa zake daima hazimpendezi Mungu, wahitaji uwe na ufahamu na uweze kujihesabu kuwa ulikufa kwa dhambi na sasa uhai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Pasipo ya kufanya hivyo, basi utatii tamaa za mwili wako, nawe utapatwa na mauti. Tunapogeukia aya ile ya 13, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Neno kuu linalotumika kwenye andiko hilo ni neno hilo kujitoa. Neno hilo ni sawa na lile tulipatalo kwenye sura ya 12 ya kitabu hiki cha Warumi, mstari wa 1 unaosema hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Maisha ya kujitoa kwa Bwana ukiyazungumzia siku hizi, ndugu msikilizaji, utaonekana kuwa mtu wa zamani, tena haitawapendeza wengi. Kitokacho mdomoni mara nyingi huwa ni tofauti na jinsi watu wanavyotenda. Haifai kuwa hivyo kwa mtoto wa Mungu, maana ni lazima kuishi kwa jinsi ambayo Mungu ametuagizia, yaani kutoa viungo vyetu, iwe ni vinywa vyetu au mikono yetu, akili zetu na mengine yote, tuyatoe yote kuwa silaha kwa kutenda haki. Kushindwa kwa watoto wengi wa Mungu katika maisha ya Kikristo ni kwa kuwa wajitolea kwa utu wa kale au kwa tamaa za miili yao. Kwa nia yetu, huku tukiwezeshwa na Roho wa Mungu, twaweza kujitoa kutenda mapenzi ya Mungu kwa utu mpya tuliopokea kutoka kwa Bwana wetu. Elewa kwamba kama vile ulinia kutenda mabaya kabla haujamwamini Kristo, hivyo ndivyo Mungu akuuliza kwenye maandiko haya, utoe viungo hivyo vyako viwe silaha za haki. Ndugu yangu, hilo ni jambo utakaloamua mwenyewe, maana ni wewe tu ndiwe utaamua kuwa utatumia mikono yako, utatumia akili zako, utatumia yote ulio nayo kutenda kama vile Mungu anavyohitaji utende, yani kutenda mambo ya haki. Ndiposa Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa akizungumza na wale Mafarisayo pamoja na Masadukayo na waandishi, aliwaambia kwamba wahitaji kumpenda Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote, na kwa yote ulio nayo. Ndugu yangu, hilo ndilo jambo tunalolisoma kwenye sehemu hii ya maandiko. Nalo hilo, iwapo utanuia kutenda hivyo, Mungu atakuwezesha kwa Roho wake ili upate kutoa viungo vyako viwe silaha za haki, naye Mungu atukuzwe katika maisha yako.
Naamini kwamba hilo ndilo ungelipenda kuona katika maisha yako, ili Mungu atukuzwe katika mwana, nawe upate raha ya nafsi yako. Hebu natuombe. Mungu mfalme, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda huu uliotupa tupate kujifunza kutoka kwenye neno lako. Bwana, katika maisha haya kuna mengi magumu, lakini twakushukuru kwa kuwa u pamoja nasi na pia waufahamu ugumu wetu katika maisha haya. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo limetufikia, ya kuwa twahitaji kujihesabu kuwa tumeifia dhambi na tu hai kwa ajili yako Bwana Mungu, kwa njia ya Kristo Yesu. Zaidi Bwana, umenena nasi na kutuambia kuwa tuweza kutoa viungo vyetu kwako ziwe silaha za haki, na hilo ndilo shauku langu pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Najua kwamba utatusaidia kutenda hayo, maana Bwana, sisi ni wako, wewe ni wetu, na watuhitaji tuwe kama ulivyo kwa kutenda haki maishani mwetu. Haya ni katika jina la Yesu Kristo nikiamini kwamba tumepokea. Amen. Rafiki yangu, najua kwamba neno hili limebariki maisha yako, nawe utatenda kama vile neno hilo limekuagiza, kwa kuwa raha ya kuishi kwake Mungu, raha ya imani katika Kristo ni kumtii katika yote akuagizayo. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone mengi zaidi ambayo Bwana ametuandalia kwa sifa na utukufu wa jina lake tutakapo yatenda. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Je, umelisikia neno la Mungu? Najua kuwa umelisikia na kulipokea. Basi tenda kama alikuagizavyo, nawe utabarikiwa. Iwapo kuna ugumu wowote maishani mwako kuhusu mambo ya kiimani, swali, maoni au ushuhuda, basi wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutabarikiwa tena kutoka kwenye kitabu hiki cha Warumi sura ya 6 aya ya 13 hadi aya ya 23. Ndiyo msikilizaji wangu, neno ni lazima liendelee. Kwa hivyo, hebu tuandikie utueleze jinsi hili neno la Bwana linakubariki. Anwani yetu ndiyo hii: Transworld Radio Burundi, Rohero, barabara la Jierer namba 27, Bujumbura, Burundi. WhatsApp, SMS na kupiga simu ni kwenye namba 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook na Twitter TWR Burundi.